Imetuumiza kwa sababu Young African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa, kama binadamu mwingine unaumiza, lakini it's football. Haijawahi kutokea duniani timu ambayo inashinda mara zote. Ziko nyakati ambazo mtafurahi na ziko nyakati ambazo mtakwama na mtapata funzo la kujifunza, kujipanga kwenye maisha yanayofuatia. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu ilipotea, akaweza kutumia uzoefu ambao yuko nao Kitambala, akapata goli la 3 na tukaa kwenye mashindano. Kwa pati ya kwanza hiyo story tulipoteza mchezo wa nusu finali, lakini pati ya pili ya hiyo story ni baada ya misimu mitano ndio Young African Sports Club inafungwa mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Upande mwingine it's a success story kwetu sisi kwenda misimu mitano, alafu unakuja kufungwa mchezo kwenye msimu wa 5. Maana yake kuna kazi kubwa tumeifanya kwa kipindi cha misimu yote ambayo tumeshiriki kwenye kombe la CRDB. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, na hiyo siku imefika, siku ya jana. Tunasema alhamdulillah, sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambao limebakia. Ni sawa kusema na mnakaribia kudondoka kama ambavyo mijadala imeanza kuzungumzwa huko kwa wachambuzi na vyombo mbalimbali? Mijadala ya Yanga kudondoka haijaanza jana. Mijadala hii imeanza muda mrefu sana. Ipo hivyo kibinadamu. The more mtu unakuwa uko juu sana, watu dhaifu wenye roho mbaya wanakuwa wanakuombea kila siku ushuke. Ndio kawaida hiyo ya kibinadamu, wako hivyo. Kwa hiyo sisi watu kutuombea, kutusema mabaya kwamba Yanga inafanyaje ilianza muda mrefu. Zikitokea moment kama hizi ndio watu wanalipuka sasa kwa furaha kuanza kuongea maneno mengi. Sisi kama Young African Sports Club tunafahamu tunashiriki mchezo wa mpira, mchezo ambao unaweza ukafungwa, mchezo ambao unaweza ukashinda, na ndio maana nimewapa rekodi for 5 season tumedominate michuano ya CRDB. Miaka 5 tunashinda. Na hata msimu ambao tumekosa kuchukua kombe tumetolewa pia kwenye hatua ya nusu finali. Kwa maana yake kuna nguvu kubwa kama taasisi tulioiweka kwa kipindi cha miaka 5, na imefika siku mpira umetenda haki, ameshinda Azam. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu, tunaelekea kwenye mipango inayofuatia. Mmeshindwa kumfunga Azam ambaye alikuwa na kadi nyekundu uwanjani. Mnakwenda kucheza naye Zanzibar katika upande wa ligi kuu ya Tanzania bara. Sasa labda uwe mgeni wa mchezo wa mpira. Sio mechi ya kwanza timu kuwa pungufu alafu ikashinda mechi. Sio kama imeanzia sisi Mkirumba jana. Kwenye football mifano iko mingi zaidi hata ya buku nikisema nikupe. Timu zinakuwa pungufu, zinakwenda kushinda mchezo. Ni siku imekuwa nzuri kwao. Siku imekuwa nzuri kwao kwa sababu ukiangalia tulikamata ule mchezo, na wakifunga goli sisi tunakuja kusawazisha, tunakuwa juu tunasawazisha. Tukishasawazisha goli tunashuka tena chini. Tunaacha makosa yanatokea, wanafunga goli la pili, tunachukua mchezo, tunafunga na sisi tunasawazisha. Alafu tunapoa. Ndio mistake ilikuwa hiyo tu, kwamba moment ambao tunapata goli toka tumalize mchezo tuumalize, tunapoa tena. Wao wanaanza kucheza mtafute, mara ipata kona inapigwa wanafunga na sisi tunaamka tena. Sababu hata wamefunga goli la 3, Depu pia alisawazisha. Ikawa 3-3. Maana yake dakika 104 wamefunga, dakika 114 wamefunga, 118 tukasawazisha. Bahati mbaya tu ule Kibendera akahukumu ni offside. Lakini inakupa picha kwamba tulikuwa tuna react kwenye matukio yao. Tulikuwa hatuanzishi sisi matukio makubwa ya mechi. Mpaka wafunge na sisi ndio tunaamka, tunasawazisha. Kwa hiyo ilipofunga goli la 3, sisi tukasawazisha, maamuzi ndio hivyo tena akalikataa, mechi ikaimalizia. Kwa hiyo tunaamini ni makosa yetu wenyewe jana kushindwa kwenda hatua ya finali. Ni makosa yetu wenyewe ya kimpira, na wala sio ni kimpira kwamba tulikuwa tuna react, hatuanzishi sisi matukio makubwa ya kimpira. Kwa hiyo imekuwa faida kwao. Wao walikaa nyuma na wana wachezaji wazoefu ambao wanaweza kucheza katika game plan yao. Mungu akawasaidia. Sababu hata goli la 3 ni mistake ambayo hutegemei kuiona kwa bei kama Baka. Kwa hiyo ikitokea, maana yake unajua leo ni football imeamua. Ni bahati mbaya imetokea. Baka naye ni binadamu kama binadamu wengine, anafanya makosa. Fanya kosa moja ambalo limehukumu safari yetu ya CRDB. Tumesema alhamdulillah, nguvu tunaihamishia kwenye kombe la NBC. Uzuri ni kwamba ng'ombe hata akonde vipi hawezi kuwa kama mbuzi. Sisi na mabara yetu tunawapitia yote,
msimu hatuwezi kutoka Kapa, tunakwenda kupambana Zanzibar inshallah, tushinde mchezo huo, tumalize msimu na kombe la NBC inshallah. Kisaikolojia wachezaji mnapambana vipi kuwarejesha katika hali zao kuwa sawa? Wachezaji wakubwa wana uzoefu mkubwa na wanajua nini ambacho wanayanga wanakitarajia kutoka kwao sasa hivi. Bado mechi 3, bado Azam, bado TRA, bado JKT. Wao wanajua, wala hahitaji mimi kuzungumza. Jana wamepata feedback ya mashabiki wa Yanga, na uzuri asilimia kubwa mashabiki walikuwa wako very positive. Tumefungwa, hasa katupambanieni tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Ndio ujumbe ambao wanayanga walikuwa wanawatumia wachezaji. Tumepoteza leo, tumemshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawaomba kapambaneni kwa jasho lenu lote tuchukue ubingwa wa NBC. Kwa hiyo sasa hivi tumetoka hapa na hii ruti mmeziona, lakini nyie ratiba hii umeona ruti zetu Kigoma, Arusha, Mwanza, Zanzibar. Ratiba hii ratiba hii pia ni sababu ya haya yote. Kigoma, Arusha, Mwanza, Zanzibar. Natazama. Alhamdulillah, tafanyaje sasa? Tafanyaje? Hakikisha Yanga bebi yote. Tunayaona alhamdulillah. Tunayaona. Kama kuna kampeni. Hakikisha Yanga bebi yote ndo haya. Kigoma, Arusha, Mwanza, Zanzibar. Ni mechi ngumu zote. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tujalie. Tuchukue ubingwa wa NBC maana na jana matokeo jana pia yanaweza kuwa ni sababu pia ya ratiba. Jana nimesema ni mpira. Yaani sisi jana tumehukumiwa kimpira na tumefanya makosa wenyewe kushindwa kuimaliza ile mechi kwenye muda ambao tutakuwa tuimalize ile mechi. Kwa hiyo wala ndio maana hata mwamuzi hujasikia tunamlaumu. Tunaweza kumedi mkono tu, kama kuna makosa akafanya watayapitia wenye kamati. Wala hatujamlaumu sisi. Tuko very clear, tumeheshimu football, wameshinda. Tunajipanga na NBC sasa. Zungumza na wanayanga ambao mioyo yao imevunjika jana kuishia nusu fainali. Sasa mimi watani zangu siwaelewi baada ya matokeo ya jana. Ni wamefurahi au wamechukia? Kwa sababu walikuwa wanawataka nyinyi fainali. Sasa ndo nijue, yani wao wamefurahi au wameumia? Wameumia. Wameumia ndio wamekwambia hivyo? Si ndio wanavyosema. Maana sijaelewa, yani kama waeleweki. Kabla ya mechi wamefurahi au wameumia? Kabla ya mechi walikuwa wanawataka nyinyi. Sasa mbona wamefurahia baada ya siku kufungwa? Usingesikitika? Lakini siku zote si ndio inavyokuaga hivyo. Msiwaamini. Sisi tunakwenda kupambana hiyo NBC bado mechi 3. Naamini inshallah tutapata matokeo mazuri. Mechi ya jana ile, unajua kwenye ndege nimekaa hivi, kuna wakati fulani usingizi ukanipitia hivi. Chances zikawa zinanirudia kichwani, nikashtuka hivi. Wallahi kwenye ndege kutoka Mwanza. Nilikuwa nimekaa nimejifunika yale mashuka yale. Nikalala, kuna chance moja ikanijia hivi. Sio katoka wapi yule Mekilawi rafiki yangu. Akaugonga ule mpira papo nikashtua kwenye ndege hivi. Yaani mechi ambayo hata usiku ukilala nafasi ulikuwa unaziona, lakini ndio sio siku yetu, yani bahati mbaya tu. Ndio maana nasema Azam wameshinda jana, wafurahie, na hata Zaka mlimuona akafurahia, lakini sio sana kwa sababu wanajua tumwapitisha kwenye moto kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati mbaya, ni football. Yaani tumefanya kila kitu, ndio hiyo mistake ndogo tu yani. Ambao ndio waambiwe endeni uwanjani leo haziwezi kujirudia. Kwa hiyo tujipange, ni funzo tumepata, tunakwenda Zanzibar kupambana inshallah Jumatano, na wanayanga niwaambie. Hapa tulipofika sasa hivi hapa, tusikubali kukata tamaa, kuamini kwamba msimu umeisha. Msimu wa bingwa unamalizia kibingwa. Tumepitia kidogo matatizo hapa, lakini tuungane, tuwe na nguvu ya pamoja, tukaumalize msimu kibingwa kuchukua kombe la NBC. Tunawahitaji sana Jumatano Zanzibar, matawi yote ya Yanga hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, tafadhali tusafiri kwa wingi, twendeni Unguja, na wale wa Unguja na Pemba tunawaomba saa 10 kamili jioni New Amani Complex tukapambanie matokeo ya timu yetu inshallah.